Mbona uko surprise changu? Shida ni? Sijui ni kwa nini, lakini najikuta nakosa furaha kabisa. Come here. Oh baby, I love you baby. Wewe pekee nakupenda, maichuno ni wendo yangu dawa. Ubavu wangu wa kushoto tunaendana, yani tuko sawa. Unaposema unanipenda, unanifanya zinaja. Oi. Nini bana? Kuna gasi. Usiwe mkali basi. Unakuwa mkali kiasi hicho. Wewe. Unajua mimi bado sijachoka kulipambania penzi letu. Halafu najua nimekosea sana kumpa Sali kipaumbele. Si umenielewa? Hivyo nimeyatambua makosa yangu. Na kuahidi sitarudia tena kufanya kitu kama hicho. Kwa sasa hivi umeshachelewa jinsi, siwezi nikarudia matapishi. Endelea na wewe mwanamke wako. Wewe. Ina maana mimi ni matapishi? Usifanye hivyo bwana. Nisikiza nikwambie, naomba bibi hata miezi miwili tu. Yaani miezi miwili tu nikuonyeshe upendo wangu kwako. Na kama hujalizika nao, basi uko huru kuniacha. Yaani bado sijakuelewa. Unamaanisha tuingie kwenye mahusiano ndani ya miezi miwili, alafu? Kweli kali ya mwaka. Wewe. Unajua mimi niko serious na hii jambo? Unajua mimi niko serious na hii issue. Na kuomba nige miezi miwili. Okay, nipe basi mmoja tu. Nipe mmoja tu ili nikuonyeshe upendo wangu kwako. Na kama ukiona bado havijenda sawa, kwa sababu nahitaji niwe mwanaume ambaye wewe unayemhitaji. Ukiona bado sijafit, uko huru kuachana na mimi. Kwa sasa hivi niko naenda kwa shoga yangu. Hizo habari za miezi miwili siji mwezi mmoja utaniambia siku nyingine. Wewe nisikilize kwanza. Alafu unajua hiki kitu cha kusema wewe kwamba tutaongea siku nyingine, tutaongea siku nyingine, tutaongea. Hiyo siku nyingine siku kuona ikifika. Na haitoweza kufika siku zote, upo? Nisikize basi malaika wangu. Usisahau kunifikiria basi. Vipi kwa sasa? Unajisikiaje? Najisikia sawa. Asante kwa kuwa tulizo langu. You are welcome. Weekend hii tutaenda hotel yako kwa ajili ya ile biashara yako. Na nipo kwenye mpango wa kutafuta frame. Kweli? Nilikuahidi. Lazima nitimize. Asante. Lakini usisahau kushirikisha wazazi. Lazima nitawaambia. Ila kwenye hile hawawezi kunipinga. 100% watakubali. Sawa. Tukale sasa. Kumbe tulikuwa tujala. Yaani nimekuwa nishasahau kabisa. Si lazima, nasahau hadi kula. Nipe mkono mpenzi kwenye moyo wangu shika. Uone unavyokwenda mbio nisipokuona hata dakika. Uniliwaze kwa tenzi za mapenzi ukipita. Show me meaning for mapenzi. Baby nielewe, I want you my side. Tuishi milele, 'cause I need you anytime. Nakupenda wewe, nakutaka wewe. Dad. Yes. Mom. Nafikiria kumpa Sandra pesa ili aweze kufanya biashara. Very nice my son. Unajua hata mimi niko nalifikiria hilo. Nilitamani kukushirikisha. Lakini kwa kuwa umeniwahi, basi umefanya jambo jema sana. Unajua hata mimi sipendi kumuona hivi anakaa nyumbani. Sasa ni hayo mazingira unajua babako sipendi. Kwa hiyo jambo ulilofanya nakusifu sana mwanangu. Sandra, upo tayari? Ndiyo baba.
Nilishaliongelea hilo mimi pamoja na John. Kilichobakia ni idhini yenu tu. Kiupande wetu sisi, yani mimi na mama yako na familia nzima, hatuna kipingamizi mwanangu. Mwanangu, piga kazi. Piga kazi. Siku zote nawaambiaga, pesa inahitaji heshima, inahitaji hekima na busara. Kwa hiyo ukipambana kadri uwezavyo, basi utajiri huja muda wote tu. Cha msingi, ukiheshimu pesa yako, ukiheshimu kazi yako, na kuahidi mwanangu, utakuwa mfano wa kuigwa. Nchi nzima itakutambua. Asante sana baba. Lakini baba, mtu mwenyewe hajasoma. Huoni kama atamaliza pesa zenu bure tu? Suzi, haya mazingira ya hapa nyumbani kwangu unayaonaje? Ni mazuri. Na kampuni yangu Ilishika 10 bora. Sasa mwanangu, umesahau kuwa nimepata utajiri wote huu. Lakini pia hata cheti cha form 4 sina. Mimi nimeishia darasa la 7 tu. Cheti changu ni cha darasa la 7. Lakini kwa sababu ya hekima yangu na busara ya kuiheshimu fedha, na ndio maana niko hapa. Mimi ni mtu pekee nimeajiri wasomi, watu wenye degree zao na master. Lakini wafanya biashara wengi ndani ya nchi na nje ya nchi wananitegemea na kuniamini kwa sababu tu ya uaminifu niliojenga kwao na upendo. Sijui unanielewa? Mume wangu, hebu tuleni kwanza, mambo mengine baadaye. Alafu John, naona leo namshirikisha tu baba yako. Ina maana mimi mawazo yangu hayana thamani kwako, si ndio? Hapana mama. Nilijua huwezi kukataa kwenye hili. Mimi nadhani John hilo limepita. Mchakato mzima na kuachia wewe. John, hakikisha huyu binti unamsaidia kadri uwezavyo. Kwa sababu mazingira nyumbani kwao unayajua. Na kama mtu ana nia ya kazi, basi mwanangu, Mwenyezi Mungu atakubariki wewe ukimsaidia huyu. Ukimsaidia huyu, basi hata yeye atainua familia yake. Lakini baraka zote utazipata wewe. Sawa dad. Na kuahidi nitasimamia kila kitu. Na kuamini mwanangu. Shogangu umenipigia simu kaniambia kuna umbea. Hebu nipage uobu shogangu, maana uko nyumbani nimeshindwa hata kumalizia vyombo. Shoga, nina zile nyepesi za motomoto za huko mtaani. Hey. Yeah. Shoga, unaambia yule mke mwenzio, kumbe uko alipotoka kakimbia madeni. Naona raha mie. Nilijua kitu kama hicho shogangu. Yaani unaambiwa kachukuliwa mkuku kwa jii. Katembezwa mtaa mzima. Hizo ndio habari zilizopo. Acha akome yule dada, maana nilikuwa na msungu naye yule dada. Simpendi, ananikela. Sasa shogangu nakwambiaje? Safari hii akisubiri kunipandisha sauti, tamnyosha. Tena inabidi umkomeshe hivyo hivyo, maana amesababisha kati ya penzi lako wewe na Jili limekufa. Namuonea huruma kaka wa watu maskini. Shogangu yule jinsi hata kumuonea huruma. Tatizo lake anamwendekeza sana yule mwanamke. Kwa hata sikuazishe. Hilo nalo neno, maana kalitafuta mwenyewe na ndo analipata sasa. Tia shogangu hapa nilipo nina furaha kama namuona na ile sura ilivyomkomaa. Mimi leo nikapike nyama. Leo nyumbani naenda kumpikia mamangu nyama anavyokuambia. Ni wewe tena. Hivi Sali, wewe kwa nini ukomi? Love me again. Love me again. Love me again. Love me again. Love me again.
Karibu maji baba. Asante.